uzima. Ukimpata Yesu umepata uzima. Jamani, haleluya! ya nilikutana na Yesu zamani sana, miaka zaidi ya 20 imepita, na nilipomwamini akaingia moyoni mwangu, akanipa uzima. Kwa uzima huo sasa niko hai, kwa uzima huo nimeokoka, dhambi zangu zote zimefutwa. Maandiko yanasema hata imekuwa mtoto na Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Na wewe sione leo, kama ukija kwa Yesu ya kale yote yatapita, tazama yatakuwa mapya. Ukikubali leo kumpa Yesu maisha yako, ya kale yote yanapita. Nyekundu kama damu, ukija kwa Yesu anakufanya kuwa mweupe kama theluji, sikuwa nyekundu kama bendera, atakusafisha zitakuwa nyeupe kama sufu. Njoo kwa Yesu jioni leo, yeye peke yake ndio anaweza kusamehe dhambi. Njoo kwa Yesu jioni leo, yeye peke yake ndio anaweza kukuponya wewe. Njoo kwa Yesu leo, yeye peke yake ndio anaweza kutengeneza yaliyoharibika. Jamani, amina. Hata kama ndoa yako imeharibika, nataka nikwambie mpe Yesu. Yesu anaponya ndoa zilizoharibika. Maisha yako yamepoteza dira, njoo kwa Yesu. Yeye ni njia, kweli na uzima. Jamani, haleluya! Nampenda Yesu, nampenda Yesu. Anasema kwenye kitabu cha Yohana 6:37, anasema watanipa Baba, watakuja kwangu, wale watakuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Ukienda kwa Yesu hakutupi. Yesu hatupaji watu. Mpenzi wako anaweza kukuacha, lakini Yesu hawezi kukuacha. Wazazi wako wanaweza kukuacha, lakini Yesu hawezi kukuacha. Mshomba yako anaweza kukuacha, lakini Yesu hawezi kukuacha. Yeye ni mwaminifu, yeye ni yule jana na milele. Yeye habadiliki, yeye hageuki kama wanadamu. Na ndio maana jioni leo inakupa shauri yangu, jioni leo nakupa shauri rafiki yangu, kimbilia kwa Yesu, kimbilia kwa Yesu. Yesu anaponya, Yesu anabadilisha, Yesu anaokoa, Yesu anasamehe, Yesu anatakasa. Hata kama umefanya dhambi nyingi, unaokoka hata kumtaja, ukija kwa Yesu atakusamehe. Jamani, amina. Na katika dunia iliyoharibika, na kutia moyo kaka yangu, njoo kwa Yesu. Isaya anasema dunia inalewa lewa kama mlevi, inawaya waya kama machela. Haitapona dunia, ila wewe unaweza kupona. Na njia ya kupona ni kuja kwa Yesu. Njia ya kupona ni kuja kwa Yesu. Njia ya kupona ni kuja kwa Yesu. Dunia leo haina matumaini, wala serikali haiwezi kukusaidia, hata vyama vya siasa havitakusaidia. Jawabu la mambo yako liko kwa Yesu. Na habari njema ni kwamba yuko hapa ziona leo. Kama ukimwamini, ataingia moyoni mwako, atakutengeneza. Yaliyokufa atayafufua, yaliyoharibika atayatengeneza, kwa sababu yeye alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Nisaidie kumpigia Yesu makofi mengi. He is a good God. Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri sana. Nimemwona Yesu, nimehakikisha. Mwimbaji mmoja akatunga wimbo akasema, ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wa vita utashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, nimehakikisha mimi. Yesu ni mzuri, anakusaidia kwenye vita zako. Vijana wenzangu nawaambia, kwenye haso zenu weka Yesu ndani. Kwenye mapambano yako maisha weka Yesu. Usipambane peke yako, utarogwa wewe, utaliwa nyama, utatolewa kafara. Unapofanya biashara, fanya na Yesu. Unapofanya kazi, fanya na Yesu. Unapolea watoto, lea na Yesu wewe. Unapoendesha ndoa yako na familia, kuwa na Yesu. Jamani, amina.
Ningekuwa na muda ningekuambia zaidi habari za Yesu, lakini nataka nikwambia Yesu ni mzuri sana. Nimesoma habari zake kwenye Biblia, lakini kama itoshe nimemuona kwenye maisha yangu. He is a good God. Yeye ni mwaminifu, yeye habadiliki kama wanadamu wanavyobadilika. Yeye asahau kama wanadamu wanaweza kusahau. Maandiko yanasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye akasimhurumie mwana tumbo lake, lakini Mungu hawezi kukusahau wewe, hawezi kukusahau. Maisha yanaweza kukupiga, Yesu hawezi kukusahau. Mungu anaweza kukusahau, Yesu hawezi kukusahau. Marafiki zako wanaweza kukusahau, Yesu hawezi kukusahau. Na ndio maana nakwambia fanya shauri sio na leo, umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jamani, amina. Tarehe 6 mwezi wa 4 baba yangu mzazi alifariki. Nilikuwa nampenda yule mzee sana, alikuwa mtu mzuri, lakini kama walivyo watu wengine, wapo leo, kesho hawapo. Yesu yupo leo, Yesu yupo kesho. Maandiko yanasema wazazi wako wakikuacha, Yesu atakukaribisha kwake. Kama wewe ni yatima, njoo kwa Yesu. Yesu ni baba wa yatima. Kama ni mjane, njoo kwa Yesu. Yesu ni mume wa wajane. Yesu ni yote katika yote. Jina lake ni ngome imara. Wote ambao wanamkimbilia wako salama. Wafanyakazi ambao wanamkimbilia Yesu wanakuwa salama. Wafanya biashara ambao wanamkimbilia Yesu wanakuwa salama. Wafanyakazi ambao wanamkimbilia Yesu wako salama. Watoto ambao wamemkimbilia Yesu wako salama. Mabinti ambao wamemkimbilia Yesu wako salama. Vijana ambao tumemfuata Yesu tuko salama, na wewe ukimfuata Yesu utakuwa salama. Jamani, amina. Kwa usalama maisha yako, kwa usalama maisha yako, njoo kwa Yesu dada, njoo kwa Yesu baba. Kwa usalama maisha yako, njoo kwa Yesu rafiki yangu. Kwa usalama wa maisha yako, njoo kwa Yesu. Kwa usalama wa ndoa yako, njoo kwa Yesu. Kwa usalama wa biashara yako, njoo kwa Yesu. Kwa usalama wa maisha yako, njoo kwa Yesu. Maandiko yanasema Bwana akiweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Kiingereza nasema you be free indeed, free indeed, free indeed. Shakatabayata, unakuwa huru kweli kweli. Mimi nakwambia, nimefanya biashara, nimemwona Yesu kwenye biashara. Mimi nimesoma, nimemwona Yesu kwenye masomo yangu. Mimi nimefanya kazi ya kuajiriwa, nimemwona Yesu kwenye ajira. Yesu atakufaa kiangazi, Yesu atakufaa masika, Yesu atakufaa mchana, Yesu atakufaa jioni, Yesu atakufaa wakati wa shida, Yesu atakufaa wakati wa shida. Yesu ni wakati wote, majira yote, maana yeye ni yote katika yote. Ukiwa na Yesu umepata yote. Jamani, amina. Mpe Yesu maisha yako wewe, mpe Yesu maisha yako kwenye dunia sasa. Njia pekee ya kuyaponya maisha yako ni kumpa Yesu. Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Njia bora kabisa kuyaishi ni kumkabidhi Yesu. Napohitimisha, nataka nikuite kwa Yesu rafiki yangu. Napokamilisha mahubiri yetu jioni leo, nataka nikutie moyo, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu dada, wala usishangae wala usielewe. Njoo kwa Yesu kaka, njoo kwa Yesu rafiki, njoo kwa Yesu ndugu yangu. Maisha haya bila Yesu ni upotevu. Utalaumu bure watu, utalaumu madaktari bure, lakini usalama haupo kwa madaktari. Tunamshukuru Mungu, madaktari wanatibu, lakini anayeponya ni Yesu, anayeponya ni Yesu. Njoo kwa Yesu, yeye ataponya maisha yako. Njoo kwa Yesu, atakutengeneza. Njoo kwa Yesu, atakusamehe dhambi zako, atakufanya kwa kiumbe kipya. Jamani, haleluya. Nataka niombe na watu ambao wanasema pasa, nataka kuokoka. Kama umesikia maneno haya na ungependa kumpa Yesu maisha yako, nataka nipe nafasi sasa, nataka niombe na wewe.
hapo ulipo. Unajua pengine unafanya biashara, sikushauri uache biashara uje hapa. Nisikiliza hapo hapo tu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, lakini leo nimeona vema niyatoe maisha yangu kwako. Naomba ingia moyoni mwangu, unisamehe dhambi zangu, uniponye na kunitakasa. Kuanzia leo na kuendelea nitakufuata wewe, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Ingia moyoni mwangu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi nimeokoka. Amen. Nataka nikuombee sasa hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo hai, watoto wako wa mahali hapa wamesikia neno lako, ee Bwana. Naomba yatazame maisha yao sasa. Wale ambao wamekubali kukupa shauri ya maisha yao, Bwana, ingia mioyoni mwao, waponye, uwarehemu, ponya magonjwa yao kwa jina la Yesu. Wewe ambao unaumwa, shika mahali panapouma sasa. Nguvu za Mungu ziko mahali hapa kuponya. Ukiwa bado unatembea, elekeza moyo wako tu kwa Yesu. Yesu anaponya magonjwa, Yesu anasamehe dhambi, Yesu anakuponya jioni ya leo, Yesu anakutakasa jioni ya leo. Na uamuru ugonjwa ambao unakusumbua usikusumbue tena kwa jina la Yesu. Hayo mateso ambayo yanakusumbua hayatakusumbua tena kwa jina la Yesu Kristo. Uwe mzima, ukawe mzima moyoni mwako, ukawe mzima kwenye familia yako. Mungu anaiponya ndoa yako sasa. Wewe ambao uko kwenye ndoa, wewe ambao unafanya biashara, Mungu anaponya biashara yako sasa katika jina la Yesu Kristo hai. Pokea uzima wa kiungo katika maisha yako. Pokea uzima wa kiungo kwenye biashara yako. Pokea uzima wa kiungo kwenye kazi yako. Pokea uzima wa kiungo kwenye biashara yako. Pokea uzima wa kiungo kwenye familia yako. Mungu akuponye, Mungu akutendee wema, Mungu akuhifadhi, Mungu akulinde na ajali. Watu wabaya wasikuonee kwa jina la Yesu Kristo hai. Amen. Pigia Yesu makofi mengi sana sana sana. Tunafika mwisho kwa leo. Nataka niukaribisha sana kanisa. Kama nilivyosema, sisi tunaita Central Light Assembly, ni kanisa la Kipentecost. Tuko hapo Kaumba. Hapo Kaumba ndio kuna kanisa. Kesho saa 11 jioni tuna ibada pale. Jioni saa 11. Ijumaa saa 11 jioni pia tuko na ibada. Alafu pia siku ya Jumapili tuko na ibada mbili. Saa 12:30 ibada ya kwanza, saa 3 ibada ya pili. Karibu sana sana sana, nitafurahi kukuona. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akufanikishe wewe na familia yako kwa jina la Yesu. Asante kutusikiliza na Mungu akubariki. Amen.